Kwa hiyo nitafanya kitu ambacho wewe mwenyewe ukisikia utasema kweli Kase umefanya. Na kuhusu hilo mimi sihitaji malipo ya aina yoyote ile. Na wala sihitaji msaada wako. Lakini nakuahidi Vai, nitafanya kitu ambacho wewe mwenyewe utafurahia. Mkono wa heri. Kutoka makao makuu ya PMbet paka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Taratibu. Umeipenda? Ni gatamu ga baba. Wewe unajua naitwaje hiyo? Sijui. Hizo ziko aina nyingi, lakini kwa neno la kawaida unaweza kusema Bolcon. Borocon. Bolcon. Borocon. Yaani sasa hivi utaratibu ambao nimejiwekea, hizo nitakuwa nakuletea za kutosha, nakujazia kwenye friji. Asubuhi unapiga moja, mchana unapiga moja, na usiku unapiga moja. Ukikilamba unakisikia kitamu. Na tu sukari kwa mbali. Wanaweka na maziwa huko. Asante baba. Sawa. Sasa na kwenye masuala ya kula, unapenda kula vitu gani? Napenda chipusi na katako kakuku na tutomato kwa mbali. Katako kakuku? Lakini siwe sahani moja, si shibi. Sahani 2 kwenda mbele. Yaani ziwe 2 na kuendelea. Sasa nisikilize, sio 2 wala 3. Mimi nitakuletea unazotaka wewe. Kuna vipaja, kuna vidali, hata shingo, yani unakuwa unajilia tu yani. Alafu kuna vitu fulani hivi vinaitwa mayonnaise. Yaani hivyo wakikuchanganyia hivyo, mbona ile kama kawaida yani. Alafu kuna kitu kimoja pia nataka tukiongee hiki, tukiweke sawa. Unajua hii nishati unaopiga na hizo nguo zako hizi uendani nazo kabisa. Sasa nataka sasa hivi nikuanzishie njia moja hivi au mfumo mmoja. Nitakuwa kila wiki na kununulia nguo hii moja. Ili hata ukitoka watu huko nje wanasema mfanyakazi wa Mdeme huyu. Si utafurahi? Sawa baba. Tunguo twa sikukuu. Sasa kuanzia sasa hivi, unajua muda mwingine naona kwa na shida zako, unataka ile ujinunulie vitu vyako, maana muda mwingine mimi nakuwa sipo hapa nyumbani. Shika kwanza hii. Ni ya kwangu baba. Maana unaweza ukawa na matatizo yako madogo, afu muda huo mimi nipo kazini, sasa utashindwa na wewe kujipigia pasi zako. Na kwa sababu mimi kama unavyojua sisi ndo watetezi wa haki za wanawake, midfield kisheti kiungo bamia. Umeona? Ndio maana nimejali haki zako. Kwa hiyo kila wiki ile masuala ile zile hela za mwisho wa mwezi hazihusiani kabisa na hiyo ya kwako. Na kwa kukuonesha kwamba najali, ongezea na hii. Na hii. Hizo zote zako. Mbona mwisho wa mwezi bado baba? Mama hanipagi hela katikati ya mwezi. Usije ukawa unataka unanitega. Sasa nikutege wewe ndege? Yaani wewe jiachie, kuwa huru. Kusema kweli umenifurahisha sana leo. Unajua mimi na wewe tunavyoongea hivi, yani tunapatana, tunaelewana. Yani hujui jinsi gani mimi ninavyofurahi. Na hizi ndo njia ambazo zinatakiwa midfield na dada zao wa kazi wao wanaishi kwenye nyumba zao. Sio kila mara tunagombana mara tunapelekeshana huku mara huku, hiyo haifai. Na hivi vitu vingine usio unamwambia mama yako. Sijui unanielewa? Tu tunamalizana mimi na wewe. Yaani usijali, huu mwanzo tu, yani yajayo yanafurahisha. Sawa baba. Sawa. Unanifurahisha sana mwanangu. Baba. Na niende kumalizia vyombo kule. Unaenda kuosha vyombo? Sawa, hamna shida.
Yeah, ino dunia bwana. Yaani kabisa Mdeme kaamua jambo lake, afu uje ulikomishe. Wewe umekuwa nani? Mimi ndo kiungo fundi, kiungo bamia, midfield, kisheti, mzee wa bako. Wewe unafanya masiala nini? Yaani hapa huo mwanzo tu. Alikwambia nani mchongoko wa kisogo unatoboa kofia? Afu Ailini tena sema nataka kunifunga. Unataka kunifunga? Yaani bora uniue kabisa, lakini mimi mpaka nihakikishe namalizana na furushi langu. Wewe nani alokuambia ma midfield tunaishiwa mbinu? Oya, ma midfield hatuishiwi mbinu. Yaani hata ile ngoma ndio ikiletwa, nimeichukua kwa mguu wa kulia, naipeleka kama staki kwanza. Afu ikirudi kabla haijashuka chini kwanza naituliza hapa. Naangalia kwanza, naona bado inaletwa upande wa huko kudada deki. Nikiangalia mbele kumekaa vizuri. Chuma mwanangu kama kawaida imo. Oya babu, sio poa. Yaani mwanangu hata kama ndio ikitokea imenishinda mimi, kuna mwanangu hapo Ujiji hapo Mwananyamala mwenyewe kuitwa Shemsoni. Oya, huyo kama Edgar Davis yani. Yaani wewe waioni mpaka avae miwani. Unafanya masiala nini? Oya. Sio mchezo mwanangu. Mimi na midfield inawezeka na utoto wangu. Oya, mimi ndo Firauni mwenye nyumba. Unanijua unanisikia. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu. Hongera sana lakini. Asante sana dokta. Nashukuru sana. Sawa. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Ino dunia. Nasikia baridi. Nilikuwa nasikia baridi. Pole baba. Asante mamangu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakushukuru sana Mungu wangu. Mama, kwani nani amefanya hivi? Nataka kumjua. Damu nzito kuliko maji baba. Unapendwa mwanangu. Dada yako ndo ametoa figo lake. Dangu huyu. Yeye. Mama, yeye yupo wapi? Yuko dini huko. Ndo nimetoka kwa kumwangalia. Lakini anaendelea vizuri. Mama,
Mimi nasema asanteni sana. Sijui ulikuwa peke yako, sijui ulikuwa na nani, sijui. Ila mimi nikupo humu ndani sielewi. Nasubiria hatma yangu ya kufa mama yangu. Wananiweka vitu sielewi, mnaingia mnatoka. Mama leo hii nasimama. Siamini macho yangu kama nakuona tena mama yangu. Angalia. Mama, sijui nikulipe nini mama yangu. Mudi, mimi ni wajibu wangu mwanangu. Unategemea utanilipa chochote? Mzazi analipwa. Mzazi alipwe mwanangu. Huu ni wajibu wangu. Nimeuza mashamba, yani mali si kitu kwenye afya. Namshukuru Mungu mwanangu mpaka kufikia hivi. Pamoja na kwamba maradhi yako yameenda kuongeza umaskini, usijisikie vibaya mwanangu. Lakini kupona kwako ndio furaha yangu mama yako. Usiongee sana utakufuru mwanangu. Mzazi alipwi. Sawa mwanangu. Mzazi anafanya wajibu wake. Mtoto kwa mama akui. Uwezi kukua kwangu maisha yako yote. Uwezi kukua kwangu. Wewe ni mdogo tu kila siku. Sawa baba. Nakupenda sana mwanangu, sana. Yani kufikia hii hali ulionayo. Mungu ndo kila kitu. Mungu ndo kila kitu mwanangu. Sasa daktari amesema unatakiwa uwe yani chini ya uangalizi. Kwa umakini kabisa tukuangalie mwanangu. Sasa kama unavyojua, mimi mjini sina mtu yote ninamtegemea. Nguvu yangu kubwa iko kijijini. Kwa hiyo baba yangu, nahitaji nijue unakula nini saa ngapi, kama nilivyoambiwa na daktari. Wewe na mimi tutaenda kijijini baba, ili nikakuangalie vizuri sana mama yako. Nini? Kwa mama sijilambi tena. Kujilamba nini? Utalamba mlenda. Utalamba samaki. Nitakutengenezea roast nzuri mwanangu. Utajilamba. Kwa nini kujilamba ni nini baba? Kujilamba ni nini? Si vitu vyangu. Vitu gani we? We. Na vijua vitu vyako. Hebu nitazame na vijua. Asamba mjaja na juisi yangu. Juisi gani? Daktari kasema marufuku kunywa mipombe yako tena. Umenielewa? Sawa. Umenielewa? Wewe Mudi nitakupiga. Au nataka nikutoanisha? Mama ndo kusemewa daktari. Toka pa unaliga. Ingia. Nakuja. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa.
sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio munachelewa. Karibu kae. Nashukuru. Hata sikai leo. Samahani. Nimechelewa kidogo kufika kwa sababu barabara ilikuwa na foleni. Sio, nikawa na hofu kidogo mwani mwangu kama sitakukuta. Maana uliniambia una haraka utaweza kuondoka. Hamna shida, mimi mwenyewe nilikuwa najiandaa kutoka. So umefika muda mwafaka. Sawa. Sasa mzigo wako. Nimekuletea chakula. Kwa sababu najua mko watatu, nimeleta plate 3. Na uzuri nimeandika kabisa majina ili msigombane mpenzi wangu. Maana sija kusema unampenda mpenzi wako, si kwa nimeletea wote leo. Asante. Sawa. Utaongeza hapa kwenye akiba yako. Simila nini sasa? No. Chukua. Kwa sababu itakusaidia kwenye matumizi yako, nauli na vitu vingine. Sasa utanyagia. Nisa kabisa kuona watu wengine. Inatosha kuona wewe. Shukrani. Bye. Bye. Nimete kwa na mapenzi, nimete kwa Mati! Mati! Mambo ya mankuli. Ameleta nani? Shemeji yako kaleta. Wewe yako kileto tunalia chumbani. Ndio amekuwa hayo shoga. Amna nataka juisi tupate kusukumizia. Yaani umeomba lift unataka kupiga na honi. Juisi mwambie manyanya akuletee. Jamani. Mbaba watu haya yote anawafanya humu ndani hayaonekani. Basi nawe bila kuchamba utakula. Haya, asante. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio munachelewa. Nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani. Mambo ya maankuli. Mtoka wapi? Tuna shemeji yetu mpya kwa dake. Basi nakwambia ndo anafanya kazi ya kutuletea hivi vizawadi. Usipata na mashemeji. Na wenzako nao wamepewa ni? Hivi. Yaani kila mtu ana kipaseli chake. Cha Mati kimeandikwa Mati, cha yake kimeandikwa yake, na cha Neida hivyo. Kwa ina maana hapo yake ndo kaikwa mipaja na milosti na nyinyi wengine ndo mmekuwa hivyo vidogo vidogo au wote ndo mmekiwa sawa? Mna size moja ndo hii. Wote sawa. Sasa hayo majina hivyo kutofautisha yani. Sielewi. Unajua kwa akili tu kawaida najaribu tu ku-reason. Utanisamehe kwa sababu mimi nature ya kazi yangu ni ku-reason katika kila kitu ambacho naona hakiko kawaida. Sawa Na hiyo kifalsafa moja kati ya vitu ambavyo binadamu lazima awe active wakati wote ni awe na uwezo wa ku-reason. Ku-reason yeye ni nani, ku-reason anafanya nini hapa duniani, ku-reason anatakiwa pia destiny yake iweje. Kwa hata hichi kinanipa reason nyingi. Kama chakula chote ni cha aina moja na kinaenda kwa watu wa aina moja, ujazo ni ule. Sawa. Hizo ingredient ambazo zimewekwa humo sio nini za ni zile. Kwa nini aweke majina kuwa tofauti?
Baby bwana, mimi hata sijui. Weka mauli mimi nakula. No. Tuelewane, usijifanye una njia sana. Lazima tujue vitu vinaendaje. Kwa maana kuwa hayo majina, it means kilichoandikwa Mati atakiwi kula Heke. Na kilichoandikwa Eke atakiwi kula Neida. Chanei utakiwi kula wewe. Hiyo ndo tafsiri ya kuwa na hayo majina. Kwa sababu sikuona maana nyingine, mantiki nyingine. Why? Kwa zawadi tu ya kawaida ilikuwa ukizileta pleti zote 3 basi unazigawa na okay, gawaneni kila mmoja anachukua cha kwake. Hiyo ndo division ambayo iko perfect. Lakini division ambayo na specifications, why? Unamfahamu vizuri wewe Shimejina? Na hapa amepajuaje? Alielekezwa na Daeke. Wewe Mati wewe. Ina maana tayari mmeshaanza kuleta watu pia hapa na mimi sijui. Wakati mimi nishawaambia ndani ya hizi wiki 2 mpaka mwezi mzima sitaki ujirani na mtu yoyote, sitaki kuona mtu mgeni anaingia bila mimi kumtambua. Kumbe kuna watu wanakuja mashemeji na wanaleta vitu na mimi sijui. Sasa baby jamani, mimi nitajua kila kitu jamani. Mimi siwezi jua. Issue ni kufuata utaratibu. Mkisha kuwa katika jamii pamoja, hakuna chea kwao, hakuna chea kwetu. Sisi sote tunaishi kama familia. Jambo akilichokoza yule, athari yake anakuja kwetu sisi sote. Hiyo ndo maana kuwa na umakini, wala sio vibaya. Alafu kuna kitu kingine ambacho shehe kuleta ndani mgeni yoyote tofauti na kichakula. Alimletea tu Daeke mwenye zawadi. Zawadi gani? Sasa baby jamani, mimi nitajua kila kitu jamani. Nataka kumtania mgoje. Hiki chakula usile. Sasa kwa nini jamani? Niko serious kabisa. Kama hamu yako wewe ni kula tu biriani, mimi nitakupigia simu, nitaagiza, utaleta hapa, utakula vizuri. Lakini nafsi yangu, roho yangu sina imani na hizo delivery zenu ambazo hazina msingi yoyote kucategorize watu. I don't know what does that mean. Hata delivery hapa nikisema nipige simu niite chakula cha watu 3, hawawezi kuweka specification kama hizo kwamba hiki cha mtu fulani, hichi A, hichi B, hichi C, hawaweki. Inakuja delivery like full package, 1, 2, 3 mnachagua wenyewe mnakula. Lakini hii misingi ya kunini hivi, sitaki kwa chakula. Lete hapa. Wewe usiniuzi, lete chakula hapa. Nafunga chakula ndika Mati. Ndio kitoto kabisa. Shule inayofunza mema. Kumwaga chakula ni dhambi. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Utaenda kusafisha chooni, nimeweka madudu ya huko mesi. Sitaki. Utampigia mtu wa chakula atakuletea. Ushindi ndio huu hapa. Umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Mambo. Wewe vipi? Unaingia nyumbani kwangu kama sijui unaingia wapi? Nakuuliza wewe, umenizoea sana Aya ungekuja hapa ungemkuta mume wangu. Calm down basi Vai. Nimempigia, ameniambia hayupo ndio maana nimekuja. Kumbuka yule ni rafiki yangu, kwa ameniambia hayuko ndio maana nimekuja. Okay, kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Sababu sielewi na kupigia simu ni kama umeniblock vile. Nikitumia namba nyingine kupiga, simu inaita mpaka inakata.
So unaniweka njia panda, sielewi chochote. Sielewi kwamba penzi letu linaendaje, sielewi ni nini kinachoendelea, sielewi chochote. Ndio maana nimefika hapa. Nahitaji kutambua hilo ni nini kinachoendelea. Sikiza nikwambie Jordan. Naomba unisikilize kwa makini. Kile kitendo nilichokifanya siku ile pale kimenitafuna, kinanitesa mpaka leo. Hujui tu unavyojisikia. Sasa naomba unisikie. Kuanzia leo, tena sio leo, kuanzia sasa hivi, katika memory yako naomba utoe kwamba ulishawahi kudate na mimi au kufanya chochote na mimi. Ile ilikopo ni mistake nimefanya na haitakuja kujirudia. Yaani kitu ambacho najuta, yani sijui hata nikuelezeje. Naomba tu ufute kwenye akili yako kama ulishawahi kudate na mimi. Niheshimu, nikuheshimu, ishie hapo. Okay, sawa, haina neno. Nitafanya kama unavyotaka, nitakuheshimu, lakini nikwambie kitu. Kwa mara ya kwanza yani, kulala na mwanamke au kudate na mwanamke alafu nikamtafuta hivi. Hii ni kwa mara ya kwanza. Na unajua kwa nini? Faiwe mtamu. Umenichanganya sana. Unajua nimepagawa. Unajitunza. Yaani una vitu vyako fulani. Oya, manyanya anafaidi sana. Na hii ndio ilonifanya mpaka mimi nikatoka kule kuja kufuata hapa. Yaani kama umevumbikwa. Lakini sawa, so kesi. Nitakuheshimu kama unavyotaka, kama shemeji. Na wala sitokusumbua tena katika maisha yangu. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.